Unaipata kama utarejea ripoti ya uchaguzi ya tume ukurasa wa 64 mpaka 68, ambayo inajumuisha zoezi la uandikishaji na taratibu nyinginezo. Tume inatumia fedha hizo za walipa kodi bila kufanya kazi halali au bila kuzifanyia kazi taarifa inazopewa, na kwamba thamani ya fedha za wananchi haiakisi utendaji wa tume yetu. Ndugu zangu wanahabari, uchambuzi wetu kwa daftari la wapiga kura la Zanzibar uliofanywa unaonyesha kwamba kuna wapiga kura wapatao 8507 ambao wameshakufa, lakini bado wameachwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa mujibu wa utafiti, idadi ya watu waliokufa ambao wanaendelea kuwemo ndani ya daftari ni zaidi ya idadi ya wapiga kura wa jimbo zima la uchaguzi. Kwa mujibu wa takwimu za ujumla za wapiga kura kwa jimbo za mwaka 2010, majimbo yote ya Pemba ukitoa jimbo la Wawi yako chini ya wapiga kura 8705. Wapiga kura 8507. Yaani majimbo yote ya Pemba wapiga kura wake, sio wananchi wote kwa ujumla, yaani wale wapiga kura halali. Lakini bado tume inao wapiga kura ambao wana zaidi ya jimbo zima washafariki, inawatumia. Utafiti unaonyesha kwamba wapiga kura hawa wamekufa muda mrefu uliopita, lakini tume imekuwa na utaratibu wa kuacha wapiga kura hawa wafu na kutoa idadi chache kabisa kati ya idadi kubwa iliyoripotiwa na wananchi katika maeneo yao, ili iendelee kuitumia idadi hiyo kuisaidia sisi. Wapiga kura waliotumia majina, picha zisizo za kwao, hawa ni wapiga kura ambao wametumia majina ama wametumia picha zisizo za kwao. Unajitokeza Frank, lakini jina hili si la kwako, au picha si ya kwako. Unajitokeza Hassan, lakini jina lilikuwa si la kwako. Uchambuzi uliofanywa unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya wapiga kura wa aina hiyo ambao hawastahiki kuwepo ndani ya daftari wala hawana sifa za kupiga kura, baada ya kutoa taarifa za uongo kwa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, kama vile wasivyostahili walioandikishwa wakiwa na umri mdogo, hata kama sasa wametimiza umri huu. Mtu akishavunja sheria, hata kama siku moja atakuwa amevuka umri wa miaka 18, lazima sheria kwanza imkamate, imwadhibu, halafu ndipo ije kumhalalisha. Wote hawa wanapatikana. Mfano, Pongwa Hamisi Pongwa akiwa na kitambulisho hicho hapo na namba zake au na shahada hiyo hapo, anaishi Migombani, Zanzibar, jimbo la Kikwajuni. Jina lake sahihi ni Abdul Ali Salim. Kitambulisho alichopewa na ZEC Zanzibar ni Pongwa Hamisi Pongwa, amezaliwa mwaka ule pale, na kitambulisho chake namba yake ni ile pale. Anaishi huyu, ukitaka kumtafuta mwanahabari nenda Migombani, jimbo la Kikwajuni. Tunakusaidia ukafanye na wewe, pengine unaweza ukatusaidia. Jina lake alilopewa na baba yake na mama yake ni Abdul Ali Salim. ZEC kwa kupitia sheha wamempa jina jingine kumhalalisha, na huyu mtu wa aina hii anakuwa na vitambulisho zaidi ya kimoja. Mtu mwingine ni Salum Aman Juma, naye anakaa Migombani, jimbo la Kikwajuni. Jina sahihi ni Juma Ali Muhammad. Suhaila Harub Awad, Migombani. Jina sahihi alilopewa nyumbani Asia Hamis Omar. Thurea Isa Hamis, Migombani tena.
jina lake sahihi Halima Sururu Jabu. Tatwidarus Faina, jina halisi Zainab Seif Saad. Husna Mustafa Khatib Migombani Chini, jina halisi ni Eva Kanata. Khadija Ali Haji, jina halisi ni Rehema Abdi Muhammad. Hamisi Mzee Hatibu, lakini jina sahihi ni Shabani Juma Katigile. Asha Muhammad Simba, jina lilioko Zaid, lakini jina la kuzaliwa ni Awatif Muhammad Mtoro. Zaina Hassan Ali, jina halisi ni Salome Carlos Komba. Undo uchafu katika daftari. Zaina Hassan Ali, jina halisi Maria. Hatuweza kulipata jina la tatu na katika utafiti wetu, lakini jina tulipoenda kutafuta pale mwanzo tukapata jina la kwanza, jina la Maria. Idadi ya wapiga kura iliyozidi katika utolewaji wa shahada za kupigia kura. Mwaka 2013 Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar iliandikisha wapiga kura wapya. Idadi hii wakaitolea taarifa kila jimbo wao wenyewe zetu. Wakasema jimbo hili limeandikisha watu 665 na sisi tukachukua hiyo. Kwa sababu kila wanapomaliza zoezi la kuandikisha huwa wanatoa taarifa. Unaenda, una download kwenye website yao, unaweka akiba. Lakini taarifa hii tulipokuja kuilinganisha na shahada walizozitoa baadaye imetofautiana. Kwa hiyo katika zoezi hili utolewaji wa shahada za kupigia kura voter ID katika shehia mbalimbali kumekuwepo na tatizo la kuongezeka kwa idadi ya shahada za wapiga kura walioandikishwa mwaka 2015. Hali inayoashiria kuongezwa kwa wapiga kura katika shehia hizo ambao hawakuandikishwa kwa utaratibu halali kwenye vituo vya kujiandikisha. Katika wilaya mjini pekee kuna ongezeko la watu 1242 sawa na 13% ya watu 9840 jumla ya wapiga kura wote walioandikishwa mwaka 2013. Wilaya mjini iliandikisha watu 9840, lakini shahada zilizotolewa ni 1242, ni sawa na kuwaongeza watu 13% ya wapiga kura ambao hawakuandikishwa katika utaratibu uliokuwa sahihi. Hali hiyo inaonyesha wazi kwa kiasi gani sekretarieti ya tume inavyotumiwa kuongeza wapiga kura na hivyo isivyo halali katika majimbo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia sisi. Mfano wetu huu hapa, na hii taarifa tumeipata kutoka Tume ya Uchaguzi. Jimbo la Amani, idadi ya waliojiandikisha au walioandikishwa ni 1007, lakini shahada zilizotolewa 1103. Raha Leo, idadi ya walioandikishwa 806, lakini shahada zilizotolewa ni 833. Kwa hiyo unaweza ukaona sampuli yetu hii kwa majimbo machache, na hivyo ni sawa na majimbo yaliyobakia sehemu mbalimbali za Unguja, hasa Unguja. Kwa hiyo unaweza ukaona idadi ile kule yote nyongeza ni haramu ya daftari na uchafu wa daftari. Ikihalalishwa itamleta rais wa muungano si halali, na ikihalalishwa itamleta rais wa Zanzibar si halali, na ikihalalishwa itadumaza demokrasia Tanzania. Tathmini ya ujumla. Hadi sasa wakati zoezi la kumalizia kuingizwa hizi taarifa tulizozikusanya katika database ya chama zikijumuishwa kwa pamoja zinaonyesha idadi ya wapiga kura zaidi ya 10,000 wasiostahili kuwepo katika daftari. Idadi hiyo inatosha kuthibitisha uchafu wa daftari la wapiga kura la Zanzibar. Ikumbukwe kwamba
Katika uchaguzi wa 2010, Dr. Ali Mohamed Shein alitangazwa kuwa mshindi kwa tofauti ya kura 3711. Hizo alizotangazwa kwamba tofauti yake na mpinzani wake ni kura 3711. Na hivyo unapokuwa na wapiga kura haramu wapatao 10,000, inatosha kuthibitisha kwamba matokeo yaliyotangazwa na tume ya kumhalalisha Dr. Shein kuwa rais wa Zanzibar hayakuwa halali. Na hivyo hata atakayetangazwa mbeleni, kama hatukufanya marekebisho haya, atakuwa vile vile naye. Hivyo basi, pia ni vyema ieleweke kwamba bado kazi ya utafiti, sisi kama kitengo tunaendelea kulichambua daftari la wapiga kura, na tunaangalia na wanaoandikishwa, na tunaziangalia projections za tume tukizikompare na data za population ya 2012. Hadi sasa sisi tushagundua taarifa zilizoko tume au taarifa za Sensa Tanzania zikiwa taasisi za serikali na taarifa zilizoko ofisi ya urajisi wa vitambulisho vya Zanzibar, moja kati ya taasisi hizi au mbili kati ya taasisi hizi hazina taarifa sahihi. Kwa mfano, kuna eneo moja population result ya 2012 inaonyesha kwamba watu wenye umri wa miaka 18 na kuendelea ni 12,000 na kidogo. Lakini tulipozichukua zenye ID ambazo zimeandikishwa na waliokwisha kujiandikisha kwenye daftari, na wao wote lazima wawe na umri wa miaka 18 na kuendelea, tumegundua kama 15,000. Taarifa hizo tunaanza kuzichambua kupitia database yetu ya chama. Tumegundua huenda sensa haikuwa sahihi, au kuna watu walioandikishwa wakiwa na umri mdogo wameiongezea ile population katika maeneo ambayo ni ya uchaguzi. Hivyo ni vyema pia tukasema kwamba bado kazi ya utafiti inaendelea kwa majina yenye mfano kwenye database, na tunatarajia kazi hii ikikamilika, idadi ya wapiga kura wasio halali mapandikizi, waliokufa, wale na umri mdogo itaongezeka au itazidi, na hii kama ilivyobainishwa hapa. Ni vyema pia tueleze kwamba huu ni uhakiki tulioufanya kwa kupitia daftari kwa njia ya kawaida, njia ya manual. Ukifanyika utafiti wa kielektroniki kwa kutumia biometric features ambazo kwa Zanzibar zimo kwenye daftari, basi idadi ya wapiga kura hewa inaweza kuongezeka kwa maelfu. Hii ndio sababu ZEC imekuwa ikikata kufanya uhakiki huo kupitia kampuni za kimataifa zenye kuheshimika duniani. Ningependa kuendelea, lakini asanteni sana kwa kunisikiliza. Suala la kupiga kura haramu na vipi chaguzi za Zanzibar zinavyoathiriwa na utendaji ambao ni mbaya wa tume yetu. Hilo lilikuwa ni swala la kwanza. Swala la pili, ndugu wanahabari, kuhusiana na swala la pili ambalo ni mipango ya uchafuzi inayofanywa sasa ya kuarudia yale yaliyofanywa katika uandikishaji wa wapiga kura uliopita katika uandikishaji wa wapiga kura wapya unaotarajiwa kuanza wiki ijayo. Hivi ninavyozungumza, kunaendelea zoezi kubwa la kuandaa wapiga kura haramu ili waweze kuja kuandikishwa. Maandalizi hayo yanahusisha idara ya usajili wa Wazanzibari ambayo ndiyo hutoa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi za IDs, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, masheha, secretariat ya ZEC, na la kusikitisha zaidi,
hata vikosi vyetu vya ulinzi na usalama. Sisi tungependa kwamba vikosi vya ulinzi na usalama viendelee kuheshimika na sheria inayotoa kabisa katika mambo ya siasa. Miongoni mwa mambo yanayofanyika ni pamoja na: moja, kutumiwa kambi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania iliyopo Chukwani, kisiwani Unguja, kuandikisha mamia ya vijana wakiwemo wengi ambao si Wazanzibari na kuwapatia vitambulisho vya Mzanzibari mkazi (NIDs) kwa ajili ya kuja kuandikishwa kama wapiga kura. Vijana hawa walikuwa wakipelekwa katika kambi hiyo kwa magari maalum kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita, na kuanza wiki iliyopita wameitwa na kuanza kupewa vitambulisho hivyo haramu. Miongoni mwao wamepatiwa vitambulisho vinavyoonyesha anwani zao ni eneo la Darajani, lakini wamepelekwa kambi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania Chukwani kwenda kusajiliwa kwa siri. Pili, katika majimbo mbalimbali ya visiwa vya Unguja na Pemba kumeandikishwa vijana wanaofika 20,000 na kupewa NID ambao wamepangwa kuja kuandikishwa kama wapiga kura. Wengi kati ya vijana hawa wamehamishwa kutoka nje ya majimbo yao. Kwa mfano, kuna vijana 700 waliochukuliwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Uzini na ambao wamepelekwa kusajiliwa katika jimbo la Bububu, kisiwani Unguja. Vijana wapatao 10,000 waliohamishwa kutoka wilaya ya Kati Unguja na kusajiliwa katika majimbo ya Dimani na Mtoni katika wilaya ya Magharibi Unguja, na majimbo ya Chumbuni na kwa Mtibura katika wilaya ya Mjini Unguja. Pia kuna vijana 1,200 wamepatiwa NIDs kwa ajili ya kuja kuandikishwa katika jimbo la Chonga na wengine 1,000 katika jimbo la Mkanyageni, kisiwani Pemba. Tatu, katika mkoa wa Kaskazini Unguja, watoto wadogo wa chini ya umri wa miaka 18, wengi wao wakiwa baina ya miaka 14 mpaka 17, wamekuwa wakichukuliwa na kupelekwa kituo cha kusajili vitambulisho vya Wazanzibari kilichopo Gamba, ambako wamepatiwa NID na sasa wanasubiri kuandikishwa katika daftari la wapiga kura. Jimbo la Tumbatu limekuwa likiongoza katika suala hili. Ndugu wanahabari, suala tatu linahusu ucheleweshaji wa ukataji wa mipaka ya majimbo ya uchaguzi nchini chini ya usimamizi wa Sekretarieti ya ZEC. Kazi hii ilipaswa iwe imeshakamilika muda mrefu uliopita, na makamishna wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar walizunguka katika majimbo yote Unguja na Pemba na kuchukua maoni ya wananchi. Tunazo taarifa za kuaminika kabisa kwamba tume ilikwisha kamilisha kazi hiyo kwa kuzingatia maoni yaliyotolewa na wananchi na ripoti ya mapendekezo kutayarishwa. Hata hivyo, kwa sababu mapendekezo hayo hayakukiridhisha Chama cha Mapinduzi, mapendekezo hayo yaliwekwa upande, na sasa CCM imeitumia Wizara ya Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ kuandaa mapendekezo mengine ambayo yameandaliwa kwa lengo la kupunguza majimbo katika maeneo yenye wafuasi wengi wa CUF na kuongeza majimbo kwenye maeneo yenye wafuasi wengi wa CCM. Hadi hii leo, Tume ya Uchaguzi imekuwa ikiakhirisha kila mara kutangaza majimbo hayo kwa kusubiri maelekezo ya CCM kupitia Wizara ya Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ. Ndugu wanahabari, suala la 4 na la mwisho linahusu marekebisho ya Sekretarieti ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.
wengi wenu mtakumbuka kwamba wakati CUF ilipokubali kuridhia matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2010, ilimtaka Dr. Ali Mohamed Shein kusimamia mambo mawili ambayo ni kuhakikisha daftari la wapiga kura linahakikiwa na pia kufanya marekebisho ya Secretariat ya ZEC. Dr. Ali Mohamed Shein katika hotuba yake aliyotoa wakati wa kutangazwa wa matokeo ya uchaguzi alikubali kuyafanyia kazi mambo hayo yote mawili ili kuondoa kasoro zilizopo katika utendaji na utekelezaji wa majukumu ya tume hiyo. Hadi hivi sasa tunavyozungumza, mabadiliko hayo hayajafanyika na Secretariat hiyo ya ZEC sasa inajiandaa tena kuitumbukiza nchi katika vurugu nyingine za uchaguzi mkuu wa 2015. Hata hizi hatua nilizozitaja hapo juu zinategemewa kufanikishwa kwa kuitumia Secretariat hii ambayo ndiyo imekuwa chanzo cha uchafuzi wa uchaguzi zote za mwaka 1995, 2000, 2005 na 2010. Kutokana na hali hiyo, the Civic United Front CUF, chama cha wananchi, tumeona kuna haja ya kueleza haya mbele ya wananchi kupitia kwenu waandishi wa habari. Tukiwa ni sehemu ya serikali ya umoja kitaifa Zanzibar, tumekuwa tukiwasilisha kwa wenzetu mambo hayo, lakini hadi sasa hatujaona hatua za maana na za dhati zenye lengo la kuchukulia hatua. Tunaamini wakati umefika masuala haya yajulikane na wananchi na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla, na pia tunataka hatua zifuatazo zichukuliwe ili kuepusha nchi na vurugu zinazoweza kutokea kwa kukiuka misingi ya katiba na sheria katika uendeshaji wa uchaguzi huru, wa haki na wa amani. Kwanza, wapiga kura haramu wote waliopatiwa vitambulisho vya Mzanzibari kinyume na sheria watakiwe kuvisalimisha vitambulisho hivyo na wasiandikishwe katika daftari la wapiga kura. Pili, watu wote wenye haki ya kupatiwa Zana ID wapewe vitambulisho vyao kabla ya uandikishaji wa mwisho unaotarajiwa kuanza tarehe 16 Mei ili waweze kutumia haki yao ya kikatiba kujiandikisha na kupiga kura. Tatu, vikosi vya ulinzi na usalama vikiwemo Jeshi la Wananchi wa Tanzania na idara maalum za SMZ ziache kutumiwa kisiasa na kwenda kinyume na sheria zinazoongoza kazi zao ambazo zinakataza kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Nne, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ awache kuwatumia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na masheha katika kusajili wapiga kura haramu kwa kuwapatia Zana IDs na wakati huo huo kuwakatalia wapiga kura halali haki ya kusajiliwa na kupatiwa Zana IDs. Tano, idara ya usajili wa Wazanzibari iache kutumika kisiasa kwa kusajili watu wasio Wazanzibari, watoto wadogo na watu wanaotoka nje ya majimbo yao kwa lengo tu la kukisaidia Chama cha Mapinduzi. Sita, Jeshi la Polisi lisikubali kutumiwa kinyume na sheria kuwalinda wapiga kura hao haramu wanapopelekwa kwenda kujiandikisha. Saba, daftari la wapiga kura lifanyiwe uhakiki kwa mfumo wa kielektroniki unaotumia biometric features ili kuwafuta waliosajiliwa zaidi ya mara moja na pia kuwaondoa waliofariki na watoto walio chini ya umri wa miaka 18. 8, Secretariat ya ZEC ifanyiwe marekebisho makubwa ili iwe ni Secretariat iliyo huru, isiyojiegemeza kwenye Chama cha Mapinduzi wala chama cha CUF, iwe neutral kabisa. 9, ZEC ikatae kutumiwa na CCM katika suala la ukataji wa mipaka ya majimbo ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, mwisho kabisa nitumie fursa hii kusema
kwamba pamoja matatizo ya uchaguzi mkuu wa 2010 tuliweza kuvuka salama kupitia misingi madhubuti ya maridhiano ambayo tuliyaasisi mimi na Rais mstaafu Dr. Abeid Amani Karume. Maridhiano yale yalipaswa kuendelezwa ili tufikie hatua ya kufanya uchaguzi huru, uchaguzi wa haki na wa amani, na pia kujenga misingi madhubuti ya umoja na maelewano katika nchi yetu. Sisi tulifanya wajibu wetu. Ni imani yangu kwamba Rais Jakaya Mrisho Kikwete na Rais Dr. Ali Mohamed Shein nao watafanya wajibu wao ili kuepuka kuturudisha kule tulikotoka. Naamini kwamba Zanzibar na Tanzania zinaweza kufikia mahala pa kufanya uchaguzi ulio huru, uchaguzi wa haki na wa amani, na kuwa mfano katika bara la Afrika. Nakumbushe tu wenzangu kwamba wimbi la mabadiliko linapofikia wakati wake huwa halizuiliki tena. CCM isitarajie kuendelea kubakia madarakani kwa kutumia njia za hadaa, udanganyifu, hujuma, nguvu, ubabe na vitisho. Hii ni nchi yetu sote, na kama alivyowahi kusema Rais mstaafu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, ndugu wanahabari, nawashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Ndugu wanahabari, kabla hatujaingia katika hatua pili ya masala, baada ya kusikiliza maelezo rasmi kile ambacho Mheshimiwa Katibu Mkuu alikizungumza katika hotuba yake hii, kama ni ahadi iliyotolewa siku ile yanatangia katika hali hii hivi sasa. Mheshimiwa
busara, kwa hekima na kuunganisha nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchaguzi huu yanathibitisha maamuzi yaliyofanywa na Wazanzibari tarehe 31 Julai kwamba ni maamuzi sahihi. Wananchi wa Zanzibar tarehe hiyo waliamua kuanzia sasa tuwe na serikali shirikishi au serikali ya umoja wa kitaifa, kwa kutambua kwamba hakuna chama ambacho peke yake kinaweza kikaiongoza nchi yetu kwa mafanikio. Kwa hivyo tunaingia katika enzi mpya ya serikali ya umoja wa kitaifa. Hiyo kwa mara ya kwanza tumemtwika Dr. Ali Mohamed Shein. Naomba niseme machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumpongeza kwa dhati Dr. Shein. Na kwanza nishukuru Tume ya Uchaguzi kwa kuweza kutuandalia uchaguzi, na ni uchaguzi ambao kwa kiwango kikubwa ulikuwa ni afadhali kuliko chaguzi nyingine zilizopita. Tunapongezeni kwa hiyo. Lakini hapo niseme kwamba kulikuweko na dosari ambazo zinahitaji kurekebishwa, na mimi na hakika mwenyekiti na makamishna wanafanya kazi zao vizuri, mkurugenzi anafanya kazi vizuri, lakini kuna maafisa ambao ndio wanaleta dosari. Hatuna budi, na namuomba sana Rais mteule anapokuwa anafanya kazi zake, suala la kuwa na tume ambayo inaaminika ni muhimu, kwa sababu kama hatukuwa waangalifu tunaiweza kuifikisha nchi yetu pabaya, na tume ina jukumu kubwa, kwa sababu wananchi ni lazima wawe na imani na tume. Kama wananchi wanakosa imani na tume, itakuwa wana mashaka na kazi yoyote itakayofanywa na tume. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba mwenyekiti, muangalie sana maafisa wenu, maana haiwezekani tume inatangaza kwamba kwa mfano watu warejeshe wale ambao hawakuwahi kuchukua shahada zao za kupigia kura, zipelekwe makao makuu ya tume. Baada ya kipindi shahada hizo zinazagaa mitaani, wananchi wana mashaka. Haiwezekani kuna afisa wa uchaguzi ambaye kwa kweli kazi yake ni kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kutenda haki, lakini afisa huyo anazihaki karatasi. Haiwezekani kuna afisa ambaye anamtoa kituoni wakala wa mgombea kwa sababu kahoji huyu si mwenyewe ni shahada hii. Haiwezekani kabisa. Kwa hivyo naomba sana, kasoro hizi ndizo zinazopelekea wananchi wakapungukiwa na imani na tume. Tuzirekebishe kwa maslahi ya nchi yetu. La pili ni muombe Rais mteule na wenzake waliomzunguka, tumemaliza uchaguzi kwa salama usalimini. Mimi naamini katangazwa kwa rais wa Zanzibar, lakini ukweli hakuna mshindi, hakuna mshindwa. Walioshinda ni Wazanzibari wote.